Ukisikiliza stori za watu ambao wameshawahi kutapeliwa, unaweza kuwaona ni wazembe sana hadi siku utakapotapeliwa wewe. Na leo nitakwenda kuwasimulia simulizi ya binti moja anaitwa Anita, ambaye na yeye alitapeliwa kizembe sana. Alitapeliwa vipi? Njoo nikusimulie. Simulizi yetu inaanza mwaka 2021. Tunakutana na huyu binti anaitwa Anita. Anita ni binti ambaye alikuwa ameajiriwa kwenye ofisi hizi za wakala wa simu. Na kwa bahati mbaya sana, kwenye ofisi hiyo alikuwa ameajiriwa peke yake tu. Na maana kila kitu kwenye ofisi ile alikuwa anakiorganize yeye mwenyewe bila kuwa na usimamizi hata wa bosi wake, kwa sababu bosi wake alikuwa na biashara yake nyingine kabisa tofauti na ofisi ile. Kwa hiyo sasa, siku moja wakati yupo anafanya kazi yake ya kutuma pesa na kutoa pesa, kuna gari moja akawa anaiona inafika pale maeneo ya ofisini kwake, na kwa bahati nzuri au mbaya ikawa imekamata macho yake, kwa sababu ilikuwa ni zile gari ambazo ni za kifahari, na I think ilikuwa ni Range Rover V8 hivi. Kwa hiyo toka inafika akawa anaitazama, na alipokuwa anaitazama kuna mshikaji akawa ameshuka kutoka kwenye gari ile, mwamba mmoja hivi ambaye alikuwa amevalia vizuri. I think jamaa alikuwa anaonekana ni mtu fulani anayefanyaje, anayejipenda sana, kulingana tu hata na jinsi ambavyo alikuwa amevaa kuanzia juu mpaka chini. Kwa hiyo yule mshikaji baada ya kuwa ameshuka kwenye gari ile, akawa anaelekea kwenye ofisi ambayo alikuwepo nani? Anita. Kwa jamaa alipofika pale kwenye ile ofisi ya Anita, akamsalimia. Baada ya kuwa amemsalimia, akamuuliza, dada, unaweza kuwa na milioni 3 hapo, nahitaji kumtumia mtu, mtandao gani? Mshikaji akamueleza. Anita kweli akachukua simu yake akaangalia, kweli kile kiasi cha pesa akakikuta. Akamwambia kwamba ipo, nipatie hizo pesa nifanyaje, niweze kutuma. Kwa hiyo jamaa akamkabidhi ile hela, akatajiwa na namba pale, akatuma, akahakikisha jina, pesa ikawa imetumwa. Sasa baada ya kutuma pesa pale, yule mshikaji akaanza kumpigisha story Anita, story tu fulani hivi za kishikaji. Mwisho wa siku akaomba namba, akamwambia, bwana dada, nimetoka kuvutiwa nawe, hebu naomba nisaidie namba zako tuzidi kuwasiliana. Kweli Anita akatoa namba pale, mshikaji akachukua, akaondoka zake. Baada ya kuwa ameondoka, hakuchukua hata muda, yani ilikuwa ni kama nusu saa tu fulani hivi, yule jamaa akamrudia Anita, akampigia simu. Akamwambia, bwana sister, ndio mimi hapa ambaye nimechukua namba yako ofisini kwako, naitwa Peter. Anita akasema, sawa, asante, nashukuru kufahamu. Mshikaji akamwambia kwamba sasa jioni kama utakuwa na muda baada ya kutoka ofisini, vipi tunaweza tukaonana? Anita akasema, nadhani inawezekana, kwa sababu nilikuwa sina ratiba yoyote nyingine tofauti na kwamba nilikuwa napanga tu nikitoka hapa naingia nyumbani. Kwa Anita Peter akamwambia, basi fresh, muda wa kufunga niambie nikupitie hapo. Kweli bwana, ilipofika muda wa kufunga, Anita akamcheki Peter, akamwambia kwamba bwana, ndio nafunga hapa, kama unaweza kuja njoo. Kwa mshikaji kweli akaendesha gari yake mpaka alipo Anita. Kufika akampakiza kwenye gari yake moja kwa moja paka kwenye hoteli moja ya kifahari, ambayo kiwalisia Anita alikuwa hajawahi kwenda kwenye hoteli kama hiyo. Alipofika wakaingia. Kafika akamwambia kwamba bwana, agiza chochote unachohitaji. Kwa Anita pale akachukua menu, vitu vingi, unajua ile kuna kaushamba fulani hivi alikuwa nako, anaogopa, lakini akawa amechagua vyakula anavyovihitaji. Lakini Peter yeye akaonekana kama vile alikuwa hana njaa, kwa hiyo alichokifanya akawa ameagiza tu maji. Kwa hiyo Anita akawa anakula pale, Peter anamwangalia jinsi anavyoshangaa mazingira ya pale, anauchanganya umaskini. Umeona? Kwa hiyo wamekula, wamemaliza, mshikaji kapiga zake maji. Mwisho wa siku akamwambia, bwana vipi, si ushamaliza, tuondoke? Kweli bwana, kama amemuita waiter pale kwa ajili ya kulipa bill. Bill imekuja kama 90 fulani hivi, ambao yani hata Anita alivyoisikia moyoni kwamba na maana chakula hiki tu 90 imeshatembea, yani kuna kuchanganyikiwa fulani hivi. Mbona, lakini jamaa alitoa pesa kama vile hakuna kitu kilichotokea, akamkabidhi waiter, akaondoka zake, wakatoka na wenyewe. Wakiwa kwenye gari sasa, jamaa akiwa anamrudisha Anita kwao, akawa anamwambia, bwana sikia, unajua Peter sasa akawa anamueleza Anita, anamwambia kwamba bwana, unajua nini, toka nimekuona asubuhi nilitokea kuvutiwa na wewe sana. Kwa hiyo sitaki nizunguke sana, sijui eti tuanze kwa tunatafutana mara ngapi. Ni bora nikajua mapema na nikakuelezea hisia zangu mapema. Mimi nimetokea kuvutiwa na wewe na ninahitaji kuwa na wewe. Kwa hiyo kama nina nafasi kwako, naomba unieleze.
kama si leo hata kesho. Na maana nitakuachia usiku wa leo uende kwenu ukafanyaje? Ukajifikirie, lakini nitafurahi sana kama utakubali ombi langu la mimi kuwa na wewe kwenye mahusiano. Kweli bwana, jamaa akampeleka Anita mpaka kwao. Jamaa kaondoka zake. Anita kawa usiku sasa ule, Anita akawa anamfikiria sana mshikaji, na anaona kabisa kama vile matatizo yake yanaenda kuisha. Unajua kuna ile lifestyle fulani, kwa sababu kwanza alikuwa akimfikiria mshikaji the way jinsi alivyo, ni mtu fulani alikuwa anaonekana anajipenda. Umeona, yani mavazi, manukato, gari kali, umeona sehemu aliyokuwa tu amempeleka ile ilikuwa imeshamchanganya kwamba mtu ameshalipia hata na bili 90 haraka haraka. Unajua kuna namna fulani tu hivi ya kufikiria kwamba hapa ni kama vile anaanza kuuaga umaskini mapema. Na Anita hakuwa anaishi kwao kama nilivyokuwa nimesema pale kwamba alifikishwa kwao, ni alikuwa anaishi kigeto geto. Kwa hiyo bwana, usiku ule akawa amelala. Asubuhi ilipofika mshikaji akamtafuta Peter, akamtafuta Anita, vipi mama? Shaamka? Nimeamka. Umeenda kazini? Bado. Haya, ukifika kazini ni cheki. Akamwambia basi poa, hamna shida, nataka nipite hapo nikuone. Kweli bwana, Anita akawa amejiandaa. Alipofika kazini akamcheki Peter. Akamwambia bwana, nimefika. Peter kweli akapita. Nimekuona mama. Kwa hiyo hebu chukua hata hii 30 ya chai. Umeona? Akaondoka. Baada ya kuondoka, Anita akabaki anawaza, kwa hiyo nimeachiwa 30 nyingine ya chai. Umeona? Kwa hiyo jamaa akaenda zake kwenye harakati zake bwana Peter. Anita naye akabaki hapa kazini anapiga kazi zake. Kwa hiyo akawa na chat hapa na pale. Mwisho wa siku jamaa akamuuliza, vipi Anita, umenifikiria? Lakini akasema nimeshakufikiria naona haina shida, tunaweza tukaa kwenye mahusiano. Kwa hiyo wakaanza kudate. Sasa baada ya kuanza kuwa kwenye mahusiano, kwanza tu zikapita kama siku 2-3 hivi, mshikaji akamwambia Anita kwamba bwana, nilikuwa napenda ungepafahamu napoishi. Mbona kama hutojali? Anita akasema hamna shida, kama unahitaji nipafahamu unapokaa sio mbaya, kwa sababu si nahitaji kufika kwa mwanaume wangu. Kwa bwana Peter akamchukua kweli Anita, sababu ameshakubali ombi lake, akampeleka mpaka kwake. Bwana ilikuwa ni bonge la nyumba. Unajua ile alafu mshikaji yuko single, anaishi mwenyewe. Kwanza tu kufika pale geti kubwa, kulikuwa kuna mlinzi tu ndani. Kabla tu hata ya kuifikia nyumba, kuna garden moja ya maana. Ukiingia ndani vyumba, kwanza sebuleni tu pale MTV wa kueleweka. Ilikuwa ni nyumba fulani hivi imepangika. Ikamchanganya Anita kiasi kwamba akawa anajiona kwa hiyo na maana nikitulia naweza nikaenda kuwa Mrs. Peter. Vitu vyote hivi naweza nikavimiliki. Unajua kuna ile saikolojia fulani hivi ya kwanza kufikiria the future. Umeona? Lakini kumbe bila kujua kwamba bwana Peter kumbe alikuwa anacheza tu na akili yake. Kwa hiyo bwana, siku hiyo mshikaji akawa amemuomba amelala naye pale nyumbani, na ikawa ni hivyo. Wakawa wanaendelea kulala pamoja kwa sababu walikuwa ni wapo kwenye mahusiano. Sasa kikaanza kutokea kitu kimoja. Mshikaji Peter akawa na ile tabia yake ya kuwa anapita asubuhi anamwachia hata 10,000, 20,000 ya chai na Anita. Ila muda fulani anamcheki kwenye simu. Anambia bwana baby, kuna namba hapo na kutumia, naomba uiwekee labda 1,000,000. Baadaye napita hapo na clear bill. Umeelewa? Anita bila hata kufikiria anasema si ni mtu ambaye tunafahamiana tena hadi na kwake napajua. Hamna shida. Kwa hiyo haya baby, nitumie hiyo namba. Anatumiwa namba kweli. Anatuma ile pesa. Jamaa kweli baadaye anarudi anakuja ana clear ile bill ya 1,000,000, au wakati mwingine anakuja na hela mwenyewe 2,000,000, na miamala yake ilikuwa ni hivyo. 2,000,000, 3, 5, 10. Zilikuwa ni hela ambazo sio za mawazo kwake, ni hela fulani hivi ambazo alikuwa anazituma sana. Sasa siku moja imeshapita kama mwezi, hiyo issue imeshaenda kama mwezi. Anita anakula bata sana nini hivyo, kashamzoea sana mshikaji. Siku moja jamaa akamcheki akamwambia baby, nimepata dharura hapa, naona nipo kwenye kikao na kuna pesa nahitaji kutuma za mzigo kama 10,000,000. Vipi hapa ofisini unaweza kuwa nayo hiyo hela? Alafu mimi na malizana tuna hiki kikao napita hapo chapu. Anita akacheki kwenye simu zake ana kama 4,000,000 hivi. Na maana inapelea kama 6. Akasema kwamba bana goja niongee tu na mawakala wakuu waniongezee hiyo 6, maana ni vitu ambavyo tunavifanyaga, waniongezee afu ukija mimi ukanipa hizo hela nafanyaje?
naenda kurudisha hela za watu. Jamaa akasema utakuwa umenisaidia sana mpenzi wangu, hebu fanya haraka basi, ngoja nikutumie na namba uweke hiyo hela. Umeona? Haya kweli bwana. Jamaa likawa nimemtumia zile namba. Baada ya kumtumia ile namba akawa ametuma ile hela. Baada ya kutuma hela akamwambia bwana mpenzi wangu nimeshatuma hela vipi? Akamwambia fresh, hamna shida, basi hapa mimi ndo namalizia kikao nakuja. Nusu saa ikaisha aliyokuwa ameambiwa, mara lisali moja. Baby vipi mbona ufiki? Mpenzi wangu nakuja, si nimeshakwambia nakuja hapa. Kikao tunaona kimechukua muda. Ilikuwa ni mida kama ya saa 7 saa 8 mchana, mara saa 9 saa 10 mpaka jioni. Baby unajua mimi sasa hivi sasa nimeanza kudaiwa hela za watu. Jamaa likamwambia kwamba bwana sasa sikia mpenzi wangu, nyumbani kwangu si unapajua sasa fika pale getini utamkuta mlinzi. Mwambie mlinzi akupe funguo ya chumbani kwangu. Kuna shelf hivi na hivi. Jamaa akawa amemuelekeza mazingira ya pale nyumbani kwake kwamba kuna sehemu huwa kuna pesa zake ambazo anafanya anaenda kwao, aende tu akachukue na nili, kwa sababu yeye tayari ameshaonekana kama anachelewa kutoka. Kweli bwana Anita kusikia hivyo, na alikuwa ameshaanza kukabwa kwa huku na wenye hela zao. Akamwambia bwana sasa kama vipi, twendeni basi nikawapatie hela zenu kule nyumbani, maana jamaa unaona hapa kashanielekeza. Kweli papa wakachukua bodaboda hao mpaka nyumbani kwa Peter. Kufika wakamkuta mlinzi. Yule mlinzi ambaye ni wa mshikaji sasa, nani mlinzi ambaye huwa ni wa Peter. Kufika pale kusalimiana naye, bwana vipi mlinzi? Safi. Bwana ngoja niingie ndani, jamaa ameniambia kwamba kuna funguo za chumbani kwake. Funguo? Mlinzi akawa kama anashangaa. Funguo vipi? Akamwambia bwana, mbona jamaa leo asubuhi ndo kaama hapa? Mimi huwa ni mlinzi wa hii nyumba. Hii nyumba ni ya kupangisha. Na hii nyumba mimi nimeajiriwa na mwenye nyumba mwenyewe, lakini sio yule mshikaji. Yule mshikaji yeye ni mpangaji hapa, na asubuhi kaama. Mimi na leo nimekuona asubuhi unaondoka hapa, nikajua ni nishu ambayo ulikuwa mnaifahamu. Akasema mbona mimi mpenzi wangu kaniambia kabisa kwamba bwana hapa ni kwake na alikuwa ameshanihamisha. Akamwambia bwana dada, haya nao kuambia ndivyo yalivyo. Hapa mshikaji ni mpangaji tu na mimi ndiye mlinzi wa hii nyumba. Kwa akabaki kwenye taharuki. Watu wanataka hela zao. Kumpigia simu mshikaji kashazima, hapatikani tena. Kwa hiyo kilichobaki pale kikaanza ni kilio tu. Kwa hiyo Anita kajikuta ameanza kulia pale na watu wanataka hela zao. Kwa hiyo ndo zile issue za kwanza kuwapigia na mabosi sasa kwamba bosi bwana nimetapeliwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Kwa hiyo tunarudi pale. Mtu yeyote anayetapeliwa anaweza kaonekana ni mzembe kama sio wewe, kwa sababu kuna matapeli ambao unatumia akili sana katika kazi yao, kwa sababu utapeli nao ni kazi. Ni mimi msimuliaji wako Samuel Kalase. Tukutane wakati mwingine. Asante.